Daudi alienda kupigana na Goliathi. Wakati Daudi alifika mbele ya vita na Goliathi, Saulo akamwambia Daudi, hautaenda kupigana na ule mtu sababu haujue kuvala maneno, haujue kuvala vile vifaa vya kupigana navyo. Kwa hiyo inaomba nikupatie vifaa vyangu. Akampatia makofia, akampatia mavitu ya masora kuvala ili aweze kwenda kupigana nani? Kupigana na Goliathi. Sasa Daudi alipovaa vile vitu vilikuwa mzito sana. Mpaka Daudi akasema mimi sitaviweza sababu sikuvaa nini? Sikuvizoea. Amen. Haleluya. Amen. Daudi akavikataa sababu hakuvizoea. Yeye alizoea kupigana na simba, alitoka kupigana na madubu, lakini alikuwa akipigana bila kuvaa kitu chochote. Alikuwa akivaa majivu. Ndio akasema mimi sitaviweza sababu si hata wewe kunitumikisha. Akavitoa, ikabidi aende mbele ya Goliathi kisha akazoea. Amen. Wewe bila usizoee. Hata kufanya kitu vyenyewe au kuzoea kitu fulani unaweza kufanya na wewe unafanya. Hata kufanya kitu kenyewe haujawahi kufanya, juma mafanya alikifanya na wewe unakifanya. Utaenda pala kiasi cha tano, haujawahi kuyavana, itakuangusha mbele ya Mungu mapema. Sababu haujawahi kufanya. Haujawahi kufanya. Niona kama tomoa hivi kana bala tano, ngai baba leo niuzie ile kiatu ya tano na ni bala leo kesho. Naona itia Mungu ndio wangu. Amen. Lakini mwenyewe sasa kizoea anaweza kuala hapa na hata hapo. Juu ashaka kizoea sasa kama mambo kabi, ashaka kizoea. Iko tu normal. Lakini mtu sawa rashia anaenda para talo leo. Ndio para kule pale ni ina kuangusha. Usijaribu vitu vyenyewe haujawahi kufanya tu. Mtu fulani ameuza moto na mimi niuze moto, hapana. Paske kila mtu iko na destiny yake. Amen. Kila mtu iko na njia yake, sababu ukitaka pitia njia ya mwingine wewe hautafikia kwenye uko unaendea. Sababu destiny yako na yangu zinapishana. Sasa ukitaka kufuatilia destiny yangu, wewe utaacha destiny yako unafuata yangu kisha unapotea. Haleluya. Ndani ya maisha kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinatokana na decision yako na kujijua mimi niko nani, niko naenda wapi, ninatoka wapi, nitafanya nini ya maana kusudi nifike kwenye niko naendea. Haleluya. Tusijifunze. Na mwani sare moko asonga minishi penaya pele na kolata minishi pewana. Naona namuza minishi pe hapo unalata hapo. Huko unafala hayo, unanya tembea sasa mwenyewe unashonea. Juu ulijifunza mwenyewe hapo vyako. Ndio unanya kosa kisa kwa tembea hivi. Juu utaenda pala minishi penye hauya kafala. Haleluya. Yaani usijifunze vitu vya mwingine. Mwingine kuna fanya hivi na mimi nitafanya vile. Hapana. Kila mtu iko na njia yake. Na kila mtu iko na destiny yake. Na kila mtu iko na jinsi Mungu alimpangia maisha yake. Haleluya. Daudi akakataa vifaa vya Saulo. Akasema Saulo, mimi sivizoee. Sijawahi kuvivala vile vifaa vyako vya vita. Sijawahi kuvitumikisha. Mimi nikaenda mbele ya Goliathi na manguo yangu tu na nini na shamba na nini na silaha yangu tu ile ya mkono ile ya majiwe tu. Mimi niko na imani kwamba nitafanya nini? Nitaua Goliathi. Sauli akamwambia Daudi, hautaweza. Kama vifaa bure vinakushinda, esi unaweza kupigana tu na ule mtu mwenyewe amezoea vita siku za mingi. Daudi akasema na mimi vile nazoea vita. Nilipigana na simba, nilipigana na dubu, nilipigana na kitu fulani, nilitaka kula makondoo ya baba yangu, nikaverarua, nikaziua, zikakufa. Kwa hiyo ule Mfilistini hata nishinda, ule Goliathi hata nishinda sababu ninajiamini. Amen. Haleluya.
Yesu unajiamini kweli? Unajiamini na ile kuzuri uko nayo? Unajiamini na ile tenya uko nayo? Unajiamini na ile maisha uko nayo leo? Unajiamini kisi uko leo? Unajiamini ke mimi naweza fanya kitu fulani? Ndio maana mimi kujiamini na kuwa siri na wewe unajiaminia. Kama unajiamini wewe peke, hautaikaika maneno ya watu wengine. Pastor mmoja wa Goma akasema kuliko wewe ndio upande mfano na wewe ndio kunaika mifano kwa watu wengine. Amen. Haleluya. Basi Mungu alitumbaka na ile hali ya kucreate. Alitupatia akili ya kucreate. Ndio maana akamwambia Adamu nimeumba wanyama na ndio zile, patia kila nyama jina yake. Unajua maana ile kitu yenyewe Mungu alifanya kumwambia Adamu apatie majina wanyama. Alijua kwamba mtu yuko na akili ucreate kitu lakini faulu. Ndio maana Adamu akapatia kila nyama iliyoko dunia akaipatia jina. Hii ni mbuzi, hii ni kondoro, hii ni imbwa, hii ni nini? Hizi ni nyama za kuishi na watu, hizi ni za kuishi mpori. Akaanza categorize. Adamu. Kisha Mungu akasema ndio nishaumba mtu kweli. Haleluya. Amen. Inaomba mtu wewe mwenye uko na akili ukwe alitaka kama creativity, ukwe na creativity, ukwe na create kitu. Kisha watu wengine wakajifunzia kwako ile kitu ulifanya ulicreate. Amen. Mama. Usha kilikuwa ni maisha.